kama mwanamke wako kwenye mahusiano, mliachana, yeye ndo aliondoka kwenye mahusiano, yeye ndo alikufanyia mbwembwe, akatembea kwenye mahusiano, ukabembeleza wewe, kagoma, kaenda, usimpokee, yani usimpokee tena, usimrudishe, usije kumrudisha huyo ex wako, achana naye. Nitakupa sababu kadhaa ambazo zinazomfanya mwanamke akiwa amekuacha, akienda akikaa huko, arudi baadaye kukutafuta. Wanaume wengi mmeanguka kwenye mtego wa kuwapokea maex zenu bila kujua huyo ex wako kwa ajili gani amerudi kwenye mahusiano. Yeye mwenyewe ndo aliondoka, au yeye mwenyewe ulivyomkorofisha, wewe ndo ulikuwa na kwa sababu mwanamke sometimes, inawezekana wanaume wengi mnajiona kwamba nyinyi ndo mnawakosea wanawake, mahusiano yanavunjika. Kumbe hamna. Mwanamke ulivyokaa naye kakusoma, kaona huyu jamaa yuko hivi, okay, siku nikitaka kutoka kwenye haya mahusiano, nitabonyeza hapa, huyu jamaa ataenda atagusa hapa, akigusa tu hapa, nenda kumwambia umeona umezingua na kuacha, tuachane, siwezi kuvumilia. Kumbe ashakutegeshea. Lakini mwanamke anayekupenda kweli, hata kama ukikosea, yani kwanza atakutengenezea mazingira usikosee. Kama ni kuchepuka, atahakikisha kwamba huyu jamaa achepuke. Lakini mwanamke, mara nyingi wanawake wengi kabla ya kuachana wanakuwa shapanga muda mrefu. Ndio maana wanaume mnakuwa surprise, unashangaa kitu kidogo tu hiki unaondoka. Baby, tubaki pamoja. Oho, yani ile break up wewe unahangaika kuisolve, mwanzo ashaipanga muda. Wanawake ndio wako hivyo, yani kuvunjika mahusiano wanawake huaga ndio wanapanga, wanaorganize, kwa sababu anajua atakutengenezea mazingira gani wewe uchepuke, kwamba huyu nikimnyima kitu fulani au nikimsusia siku 2-3 ataenda atafanya hivi. Akifanya hivi, papo ataangukia pale papo, namkamata namwambia, kwa sababu ya ujinga wako unaondoka. Kwa mara nyingi break up zinakuwa wanawake ndio wamezisuka. Sasa ukiona mwanamke amekataa kusuluhishwa mpaka mkaja mkaachana akaenda, usimrudishe. Ukiona amerudi, kuna sababu fulani ambazo zinakuwa zimemrudisha. Sasa nataka nikupe baadhi ya sababu ambazo zinamfanya ex wako arudi. Alafu wewe jitafakari, je, hizi sababu unaziona ziko sawa? Unaweza kuvumilia kumchukua? Sababu ya kwanza ni sababu ya utafiti. Yani wanaita curiosity. Kama paka vile, paka umemwona paka na akiona umeleta kitu kipya ndani, kama unafuga paka utamwona anaenda kukinusanusa, ndio curiosity inamrudisha ex wako. Yani wewe mwanamke wako mlivyoachana, mashuga zake wanamwambia yule jamaa sasa hivi anapendeza, yule jamaa sasa hivi anaendelea na maisha yake, yani fresh, sasa hivi mambo yake poa. Kwa mwanamke anajiuliza, what, kuna kitu gani kimetokea? Kwa jamaa anang'aa sasa hivi, au yeye mwenyewe kakuona, mbona jamaa anabadilika, mbona jamaa mambo yake yanaenda super, ngoja nirudi nikaangalia. Narudi kwa yani anarudi kwa hiyo hali kwamba nataka kwenda kutafiti. Harudi kwa sababu anakupenda, anarudi kuja kutafiti, yani utafiti wa paka. Kwa hiyo jifikirie, unataka kuwa na mtafiti? Sababu namba 2 inamrudisha ex wako ni kwamba huko alikoenda akakutana na fundi bomba. Yani kuna jamaa kipindi mko naye kwenye mahusiano, huyo jamaa alikuwa anamshawishi, bwana achana huyo jamaa. Au jamaa hata pengine alikuwa ajui, umeona mwanamke wako tu tamaa zake, alikuwa anamuona jamaa anamtongoza huko, akamwambia mimi niko single, umeona. Kwa hiyo mwanamke wako alikuwa ameshawishika kwamba huyo jamaa huko anakoenda ndio kuna maisha mazuri, umeona, kuliko yale unampa wewe, unamhudumia, unampa mahitaji yake nini. Lakini yeye sasa huko alikoenda akakutana na fundi bomba. Yani wewe fundi bomba, yeye ni pipe tu. Piga pipe mwanzo mwisho. Hamna matunzo, hamna nini, hasikilizwi, hapewi attention. Yani jamaa kadiri na pipe tu, pipe mwanzo mwisho. Kwa mwanamke wako kakaa kafikiria kwamba mjinga, mbona ananitumia? Jamaa wangu kule alikuwa ananihudumia, ananijali nini. Ngoja nirudi kwa mshikaji. Maana huko nateseka. Yani huko ni pipe mwanzo mwisho. Yani hamna kitu chochote ninachokipata kwenye maisha yangu zaidi tu ya kufikishwa. Basi. Kwa hiyo ndo maana anarudi sasa. Kwa hiyo sasa ubaya kwamba ukimpokea mwanamke kama huyu tena, umempokea kwamba ex wangu njoo tufanye maisha, karudi kwa sababu ya zile huduma ulizokuwa unampa, yani mahitaji muhimu yale unampa.
ndo karudi kwa sababu hayo. Kwa hiyo utaendelea kumpa ile mahitaji, alafu fundi bomba anaendelea na kazi yake kama kawaida. Fundi bomba hawezi kuacha kufunga pipe. Kwa hiyo ataendelea kupiga pipe, akija huko anapewa huduma, yani anakuwa ameweka wawili. Usimchukue ex wako. Namba 3, kuna wanawake wapo kama wachawi. Akisikia kwamba mmeachana, huwa atakagi mwanamke mwingine aje kwenye maisha yako. Kwa hiyo akiona umeacha kumfukuzia, anajua tayari jamaa kashapata mtu. Umeona? Kwa hiyo yule mwanamke anakuwa na ile hali kama ya uchawi ndani yake kwamba huyu jamaa nataka mimi nikiachana naye maisha yake yavurugike, huyu jamaa baki single, yani huyu jamaa teseke. Umeona? Kwa hiyo alipoona kwamba wewe sasa hivi kama vile umepata mtu mwingine, kwa hiyo kisha wako na yeye anarudi sasa kwamba nataka kuvurugia. Kurudi kwake sio kwamba anakupenda, kurudi kwake sio kwamba anataka kukaa na wewe, hapana. Yani ni uchawi tu. Anataka kuja kukuvurugia kila kitu, afu atembee tena. Sasa wewe jichanganye umchukue. Nishasikia story moja, nakumbuka siku nilikuwa niko kwenye vyombo vya usafiri nasikiliza redio. I think ilikuwa ni station fulani walikuwa wanazungumzia mambo ya mahusiano. Kulikuwa kuna yule mwendesha kipindi alikuwa anauliza, anawaambia wasikilizaji kwamba wanawake kwa ajili gani mnaenda kwa waganga? Umeona? Kwa ajili gani mnaendea waume zenu kwa waganga au mapenzi yenu mnaendea kwa waganga? Pigeni simu tupe sababu. Na dada mmoja akapiga simu akasema, bwana mimi nilienda kwa mganga kwa sababu mwanaume wangu tuliachana naye. Kwa hiyo tulivyoachana naye mimi nikaenda kwa mganga, nikamwambia mganga mtengenezee huyu jamaa. Sawa, huyu jamaa asiwe na mahusiano tena. Huyu jamaa asije tena kushika hela kwenye maisha yake. Yaani akose hela, akose mademu. Kila anapoenda kwa mwanamke akataliwe, alafu hela asipate. Umeona? Kweli mganga akamtuma akatafuta kanaitia kitu fulani. Dada akajirudisha, mwanaume kakubali. Wanaume si mnapenda kupiga show, mnapenda kupasha viporo. Kaona ex wake karudi, kaenda kupasha kiporo. Mwanamke kabeba alichobeba akapeleka kule. Kweli baada ya muda ule jamaa mambo yake akaanza kuvurugika. Kwa amevurugika, amefika sehemu sasa amekuwa jamaa hana mbele wala nyuma. Dada anaongea kwenye redio. Mtangazaji akamuuliza, uzuri mtangazaji alikuwa ni mwanamke mwenzake, akamuuliza kwa baada huyu jamaa sasa kuwa amekosa wanawake wote na hana hela tena, vipi ulirudiana naye? Dada akasema siwezi kurudiana naye. Kwa sasa mtangazaji akabidi amuulize, sasa wewe lengo la kumharibia huyo jamaa maisha hivyo, lengo lako lilikuwa ni nini? Maana mimi nilijua labda kwa sababu jamaa labda ana hela umeamua umtengeneze asiwe na hela, atulie, akose wanawake ili wewe uwe naye. Lakini hapana, uchawi tu yani. Kwamba mimi nataka huyu jamaa vurugikiwe. Kwa hiyo kuna wanawake wengi wana mentality kama hiyo, wana akili kama hiyo kwamba nikiachana na mshikaji lazima maisha yake yaende ovyo. Kuza yule mwanamke akishahisi kwamba umepata mwanamke mwingine tu anakuja, lakini kuja kwake sio kwamba kuja kufanya mahusiano, kuja kukuwekea wewe kiwingu. Yaani kuja kuhakikisha wewe uendelee, move on. Mbona usimchukue ex wako? Namba 4, ex wako anaweza kawa amerudi kwako kwa sababu ya attention. Kuna wanawake pia wana aidha kutokana na malezi yao walivyolelewa, walivyokuwa watoto, au walipataga matatizo fulani wakati wanakuwa. Umeona, hasa ambao hawakuwa mabinti wengi ambao hawana mahusiano mazuri na baba zao, aidha ni watoto wa single mother au baba yake alimkataa. Umeona, hao watoto waga wanakuwa wanapenda sana attention ya wanaume. Umeona, kwa hiyo unaweza kuta mlivyoingia naye kwenye mahusiano alikuwa hajakupenda, alikuwa anapenda tu the way amewakusanya wengi, ana Juma hapa, ana Abdalla, ana nani kama group wanampa attention. Kwa hiyo unapokata attention kwake, usimeachana. Kwa amekwambia bwana tuachane, anataka uendelee kumfukuzia. Umeona? Sasa wewe ulivyoacha kumfukuzia huyu mwanamke, tayari kimeanza kumwasha kwamba ili attention. Mimi nilishakwambia kwenye video yangu moja kwamba mwanamke attention kwake ni kama oxygen. Sasa mbaya zaidi kukutana na hao wanawake ambao wako damage, wana matatizo fulani, washapitiaga changamoto fulani kwenye maisha, kwamba attention kwao ndio wanaichukulia ni kitu cha muhimu sana. Hao wanawake wanaweza kupigwa pipe, kaolewa na mtu mwenye pesa lakini anaenda kupigwa pipe sehemu nyingine kwa sababu tu ya kutafuta attention. Kwa hiyo mwanamke unakuta baada ya wewe kuanza
kumove on kwenye maisha yako, ukasema bwana basi bwana huyu ex kashaenda, nimefukuzia vya kutosha. Basi ulipokata ile attention, huyu mwanamke kiu kimemuingia tena cha attention, kwa anatafuta attention yako. Sasa wewe unaweza ukashawishika kwamba anakupenda, kumbe wala wanawake utaona mkisha achana pap, wewe si unakuwa una view, labda akiweka status una view pale, anaangalia jamaa ameview, jamaa bado ananifuatilia. Huyu mwanamke basi anajifanya kama hakutaki, lakini siku ambapo wewe utakapohamisha energy yako ukasema mimi basi nao sitaki tena, ukaacha kama tena, usimblock. Unajua mwanamke ukimblock anajua kabisa kwamba bado unampenda. Kwa nini umemblock? Kwa nini mlivyoachana umemblock? Umemblock kwa sababu bado unampenda, kwa hiyo unazuia usimuone. Hapa kuletea fujo. Lakini akishangaa hujamblock, status zake uangalie, umeona mwanamke anaanza kufanya vitu vya ziada. Utashangaa kama ni picha, sasa anaweza akajipiga picha fulani, umeona. Kama ni WhatsApp anaweza akaiweka ile picha uione wewe peke yako. Sasa wewe kwa akili yako unajua kwamba hii picha alivyopiga tunaona wote, kumbe ni anatafuta attention yako. Kapiga picha special kwa ajili yako peke yako, umeruhusiwa peke yako ione. Kama ni mtandaoni labda Facebook nini, ameiweka peke yako uone. Anaweza akapiga huko na mwanaume mwingine picha, anaiposti, kumbe kakupostia wewe ndugu yangu. Sasa ukienda ukiview pale anaona tayari jamaa bana, lakini ukiona wewe wala atatafuta tena kikorokoro kingine, atafanya hichi. Siku moja utashangaa message yake amekutumia, alipa kutafuta na kutumia message kama vile amekosea, kumbe anakubipa, ni kwamba ile attention anaendelea kuitafuta na kuchokonoa. Sasa utamwambia bwana vipi, nilikosea message, anakaa na kuangalia, utafukuzia, anaona tena wewe ufukuzi, huna habari naye, unaendelea na mambo yako na maisha yako. Namba yake ipo, leo hujamuuliza wewe nani, hamna, namba yake unayo, lakini umenyamaza zako kimya. Atakutafutia tena kitu kingine, labda anaweza kukupigia siku moja, akupigia simu, bwana unajua nimeona kitu fulani kimenikumbusha kipindi kile tuko pamoja. Ndugu yangu, usianguke kwenye hii mitego. Wanaume wengi mnaanguka kwenye hii mitego, unasema mwanamke ananipenda. Kuna wanawake wanatafuta attention tu, wala hakupendi. Kwa unasema ex wangu amenikumbuka, ex wangu ananipenda, kumbe mwenzako anatafuta ile attention. Kuna kubipu. Akiona ufanye hatua, siku moja atakuja atakuomba msamaha. Bwana naomba msamaha, mimi ndio nilikosea nini. Ukijitusu, ukiingia tena kwenye mahusiano, anaanza tena kukunyanyasa upya. Kwa hiyo tafakari sana kabla hujafikiria kumchukua ex wako.